Masuala yaliyojitokeza katika halmashauri kuu ni hususan madawa ya kulevya aina ya mirungi. Imetapakaa sana, vijana wamepotea, hivyo halmashauri kuu imeiagiza serikali kuanza msako kuhakikisha inawasaka wauza mirungi popote walipo ili kupunguza hili janga la kutumia madawa ya kulevya aina ya mirungi. Lakini vile vile halmashauri kuu imeazimia ya kwamba kuna jambo limejitokeza la wafanyakazi wanayefanya katika mashamba ya ushirika ya uwekezaji. Vibarua wengi wamekuwa wakinyanyasika na kutokulipwa stahili ambazo zinahitajika ikiwemo mshahara. Mshahara ni mdogo. Halmashauri kuu imeiagiza kamati ya siasa kutembelea na kufanya utafiti juu ya madai hayo na ikiwezekana waweze kuelekeza serikali kuchukua hatua juu ya mambo hayo. Lakini pia kuna mambo mengine mengi ambayo halmashauri kuu imeyapitia na kutoa azimio ikiwemo mikopo. Halmashauri kuu imeazimia wale wote ambao wamekopa fedha za vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kuhakikisha kwamba wanachukuliwa hatua bila kujali ni viongozi wa chama au ni nani, kuhakikisha kwamba fedha hizo wanazirudisha ili wengine vile vile waweze kupata mikopo hiyo. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya Hai pia imeazimia na kuiagiza serikali kuhakikisha kwamba watumishi wote ambao wanapangiwa katika wilaya ya Hai wakiwemo watendaji wa vijiji na watendaji wa kata wakae sehemu zao za kazi ili kuondoa malalamiko ambayo yanalalamikiwa kutokuonekana kwa wakati muafaka katika ofisi zao. Lakini baada ya hapo kuna maazimio mengine upande wa elimu. Wameiomba serikali kuhakikisha kwamba shule zote chakavu zinafanyiwa utafiti na kujulikana na ziweze kufanyiwa ukarabati ili tuweze kuendelea kuboresha sekta ya elimu. Ndugu waandishi wa habari, hayo ndio yaliyokuwa baadhi ya maazimio yetu 12 ambayo yametoka leo, na pende tu kusema kwamba tunawashukuru sana wajumbe wa halmashauri kuu, wamehudhuria wote vizuri, lakini vile vile wamejadili kikao vizuri na kutoa maazimio haya vizuri. Tumekuwa tukizungumza mambo mengi zaidi katika mambo ya chama, mambo ya utekelezaji wa chama ndani ya kata na katika vijiji na katika vitongoji pia. Sasa tukizungumzia habari za umeme, maji yalivyoingia vizuri, umeme ulivyoingia vizuri, watu walivyopokea na jinsi hali ilivyokuwa nzuri kwa wananchi na jinsi wanavyofurahia. Mimi mwenyewe hapa nilikuwa ninazungumzia zaidi kuhusu mambo ya wawekezaji hao wanaotoka nje na kuja kuwekeza hapa Tanzania, na tukujua zaidi, tunataka kuelewa kwamba wako chini ya nani. Manake wanavyokuja nchini hapa wanachukua watu kufanyisha kazi. Nikizungumzia wazi shamba la Makijaro iliyoko Kiboye kata ya Rombo, ambayo watu wanalipwa shilingi 5,000 tangu saa 1:30 asubuhi mpaka saa 9:30, kiasi ambacho kwa kweli inaonekana kwamba huu ni unyonyaji, ni ugandamizaji wa hali ambayo wananchi wanalalamika, lakini hawajui walalamikia wapi na hawajui kwamba hao wawekezaji wako chini ya nani. Kwa hiyo ndani ya wilaya Hai yameelezwa yale ambayo yametekelezwa. Tumeelezwa miradi yote ambayo imepokea fedha kutoka serikalini, fedha zinazotokana na mapato ya ndani, lakini pia fedha ambazo zimetoka kwenye serikali kuu. Pamoja na hayo, kuazimia kuipongeza serikali na kuipongeza serikali kwa kazi nzuri. Wajumbe wa halmashauri kuu ya wilaya kutoka kata zote 17 wamepata nafasi ya kuzungumzia hali ya usalama katika maeneo yao, kuzungumzia shughuli za kiuchumi zinavyoendelea kwenye maeneo yao, lakini kitu kikubwa zaidi, wamepata nafasi ya kuwasilisha kero zinazotoka kwenye maeneo yao ambazo wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye maeneo yale wamewatuma kuja kuzisema.